Naam mtazamaji, wanasema habari ndiyo taa ya jamii, na kama taa inavyotuangazia gizani ndivyo habari hutupa mwanga wa maarifa. Karibu kwenye runinga ya chuo cha kiufundi cha Kenya Coast, runinga inayopendwa na wengi, ikiwa leo ni tarehe 25 mwezi Juni mwaka 2026. Na tulioyapa kipaumbele ni kwamba viongozi wachukua hatamu mpya za uongozi. Chuo cha kiufundi cha Kenya Coast kinabadilisha maisha ya vijana wengi. Maktaba ya Kenya Coast inaendelea kuboresha elimu na utafiti kwa wanafunzi. Computing na Informatics KCNP yaimarisha uandishi wa habari kwa wanafunzi wa broadcast journalism. Wanafunzi katika taaluma ya fashion and design wakariri mchango wa shule kuboresha masomo. Usafi wa mazingira wapewa kipaumbele chuoni Kenya Coast. Naam, vile tuko na habari za michezo. Karibu. Bam, kwa majina anajulikana kama Moses Olo. Nami ni Sara Shefo na mtafsiri wetu wa lugha ya ishara ni Zainab Tabitha. Kwenye habari yetu ya kwanza, viongozi wapya waliochaguliwa katika taasisi ya Kenya Coast wapewa rasmi na kuanza kutekeleza majukumu yao. Uchaguzi huo ulifanyika kwa njia ya kidemokrasia ambapo wanafunzi walipata nafasi ya kuwachagua viongozi wanaowaamini. Mwanahabari wetu Belinda Achieng ana maelezo zaidi. Jamii ya shule imepokea viongozi wapya waliochaguliwa kwa furaha na matumaini makubwa baada ya kukamilika kwa uchaguzi wa wanafunzi wakitumia haki yao ya kidemokrasia kuwachagua viongozi watakaowakilisha katika masuala mbalimbali ya shule. Baada ya kutangaza kwa matokeo, viongozi hao walitoa shukrani kwa wanafunzi waliowaunga mkono na kuahidi kufanya kazi kwa bidii ili kutimiza ahadi walizotoa wakati wa kampeni. Miongoni mwa ahadi hizo ni kuboresha mawasiliano kati ya wanafunzi na uongozi wa shule, kushughulikia changamoto zinazowakabili wanafunzi na kuhamasisha nidhamu pamoja na umoja shuleni. Na sifa ambayo naweza sema inanifanya kuwa kiongozi ni cha kwanza ni kwa mimi ni mpole kabisa towards the comrades, na pia mimi ni mpole towards the administration. Na kitu kingine pia naweza sema ni kuwa mimi ni comrade kama comrades wenzangu, so naelewa shida ambazo comrades wanapitia. So kitu naweza sema ni kuwa sifa ya kwanza ambayo comrade anafaa kuwa nayo, ya comrade leader mwenye anafaa kuwa nayo ni upole, so that the comrades wanaweza kuapproach. Kulingana na viongozi hawa, wako tayari kuwajibika na kuboresha chuo hiki cha Kenya Coast National Polytechnic kupitia njia mbalimbali. Nikiripotia kwenye runinga ya Kenya Coast Poly TV, mimi ni Belinda Achieng. Chuo cha kiufundi cha Kenya Coast kinaendelea kubadilisha maisha ya vijana wengi kwa ubora wake. Hii ni kutokana na uwepo wa vifaa vya mafunzo vya kutenda na walimu waliohitimu. Mwanahabari wetu Daisy Mutati ana mengi zaidi. Kenya Coast National Polytechnic ni chuo ambacho kimekuwa kikijenga wataalamu hapa nchini Kenya na pia kujenga taifa. Chuo hiki kimejitahidi vya kutosha kuinua maisha ya vijana wengi. Chuo hiki kimeimbua chumba kipya cha academic ili ndoto za vijana hawa. Kiongozi wa mtihani, in the well-being of the institution is trying its best to make sure that the students get value for money and they are well equipped to meet the industry needs. And of course, that is by providing qualified trainers that are experienced in their areas of trade to make sure that these students are exposed, and also equipping the workshops so that the students get the best simulations that there is for them to be exposed to what is similar to the work environment. So with that, we are not focusing on them just passing exams, but we are focusing on the students acquiring skills. So if they acquire the skills, the requisite skills, then that means even the exams, because we are doing CBET exams, they will also definitely pass the exams. So they have the skills, we focus on the training, and the student is well trained, they will definitely pass the exams, because that is what we focus on assessing. Chuo cha Kenya Coast National Polytechnic kuna vijana ambao ndoto zao zilibadilishwa na mafunzo ya vitendo na pia utaalamu wa walimu.
Chuo hicho cha kiufundi kinabadilisha maisha ya vijana hao kwa ubora wake unaotokana na vifaa, mafunzo ya vitendo na pia ushirikiano wa viwanda hapa jijini Kenya. As at now, the situation is very nice. The learning is going on well, and we are still working for the challenges that affect students to make sure that they have a conducive environment for learning. Actually, first we have very many resources here for those courses. Actually, comrades, students are getting resources when it comes to learning. They get skills, more skills when practically. When they have practicals, they do very well. They are being trained on how to use different materials containing their causes actually. First, we have communication actually. When we face challenges and complaints that comrades are getting, we come and discuss with the administration to issue very nice solutions for these challenges. Secondly, we do have forums where we collect views from different departments, from different stakeholders to make sure that these challenges are being set. Nikiripotia runinga ya kesi ya NP, kwa majina ni Teddy Days. Maktaba inaendelea kuwa nyenzo muhimu katika kuimarisha elimu na utafiti. Hii ni kutokana na uwepo wa vitabu, taarifa za kitaaluma na huduma za kidijitali. Acha tupate mengi kutoka kwa ripota wetu Onyango Violet. Nikiwa hapa katika taasisi hii ya Kenya Coast, maktaba imekuwa nguzo muhimu sana kwa wanafunzi kuendeleza elimu yao. Pia maktaba inatumika sana na wanafunzi ili kuendeleza utafiti yao. Often napenda kuja library juu imenisaidia sana ever since nilikuwa first year. Environment hapa ndani ni conducive, iko poa, and library pia iko na books zote zinahitaji. About the library, access ya library iko poa, iko rahisi. You are not supposed to have the card ama biometric ndio ingie. You just enter. Iko free for everybody. About the library too, library kuna past papers za NEC zinasaidia sana ever since nianze kuingia huku, and any book nataka hapa library naipata. Another thing, the environment iko poa, the fans inafanya poa, so temperature iko sawa, conducive kusoma. Kupitia upatikanaji kwa vitabu, majarida ya kitaaluma pamoja na huduma za kidijitali, wanafunzi wanapata nafasi ya kufanya utafiti na kuongeza maarifa yanayowasaidia katika masomo yao. Uongozi wa maktaba umesema unaendelea kuboresha huduma zake ili kukidhi mahitaji ya wanafunzi katika mazingira ya elimu ya kisasa. Welcome to Kenya Coast National Polytechnic Library. This is a library, and our library has 2 floors, the lower one and the upper one. Now, as you enter the library, we have several sections. One of the sections is the circulation section, reference section, then we have a reading area, and then we have the ICT section where students or users do some research. And our library is automated for security purposes. Now, these sections, for example, the circulation section is whereby we get reference materials. Those reference materials are books, books which are reserved purposely because those records are few. So we have some copies there where the students needed to refer maybe the past exams or the syllabus.
he or she will come with a membership card, then we can give him the reference material. Then we have the section of a reading area. The reading area is where users get their books and use them for reading purposes. Hivyo basi maktaba inatumika sana kuendeleza elimu na utafiti. Nikiripotia katika kituo cha Kenya Poly TV, mimi ni Onyango. Na mtazamaji, kama anavyotuarifu mwelekezi wetu Benjamin Kinyoda, tutakuwa tunapata pumziko fupi. Basi usiende mbali, kwani tutakaporudi tutakuja na habari zaidi zikiwemo zile za mchezo. Usiende mbali. Ladies and gentlemen, Kenya Coast National Polytechnic is delighted to invite all graduates, parents, guardians, partners and stakeholders to our 6th graduation ceremony. Join us as we celebrate academic excellence, hard work and the remarkable achievements of our graduating class. It will be a momentous occasion filled with pride, inspiration and new beginnings. For those who may not be able to attend in person, we've got you covered. The entire event will be streamed live on our official Facebook and YouTube channels, so you can share in the celebration from wherever you are. Come celebrate with us as we shape the future, one graduate at a time. Kenya Coast National Polytechnic, a center of excellence in training and innovation. Haya basi mtazamaji, tukisonga mbele. Wanafunzi wa Broadcast Journalism wananufaika na mafunzo ya ICT kupitia Computing and Informatics. Hii ni kutokana na teknolojia ili kuboresha uzalishaji wa habari. Niliweza kukuandalia kina cha habari hii. Sikia. Katika zama hizi za kidijitali, teknolojia imekuwa nguzo muhimu katika tasnia ya habari. Katika Kenya Coast National Polytechnic, ushirikiano kati ya idara ya Computing and Informatics na wanafunzi wa Broadcast Journalism unaendelea kuwajengea uwezo wa kutumia teknolojia. Nipo katika taasisi ya Kenya Coast National Polytechnic chuoni ambapo wanafunzi wa Broadcast Journalism wananufaika na mafunzo ya ICT kupitia idara ya Computing and Informatics. Ushirikiano huu unalengwa kwa tayarisha wanafunzi wa Broadcast Journalism kwa usambazaji wa habari. Uongozi wa chuo unasema kuwa teknolojia ni sehemu muhimu ya maandalizi ya wanafunzi kwa soko la ajira. Kupitia mafunzo haya, wanafunzi wanapata stadi za kidijitali zinazohitajika katika vyombo vya habari vya kisasa. Katika kuandaa wanafunzi wa journalism iko imara kabisa, kwa sababu kwanza walimu ambao tuko nao ni wale ambao wamehitimu, wako na TVETA license na wote wako na ile tunaita pedagogy. Alafu apart from that pia tumetayarisha, sababu journalism inataka wawe na ile skills za hands on skills. Sasa kuna media lab whereby wanajifunza pia jinsi ya kufanya utangazaji, kuandika mambo ya utangazaji. Kuna hiyo lab, na kwa hiyo lab pia kuna equipment za kutosha. Computing and Informatics, matumizi ya teknolojia yamebadilisha namna habari zinavyozalishwa na kusambazwa. Ujuzi wa kompyuta na programu mbalimbali sasa ni hitaji muhimu kwa wanahabari. Somo hili la wanahabari kusema kweli ni somo lizuri sana, na ama niseme ni kozi nzuri ya wanahabari. Idara yetu ya mawasiliano ama ukipenda the Information and Computing Department, particularly ukiangalia hususan katika kozi ya wanahabari. Unajua kozi ya wanahabari iko ndani ya Computing and Informatics Department ile kwa na serikali. Kozi hii inasaidia sana wanagenzi wale ambao wanatoka katika chuo hiki cha kiufundi cha Kenya Coast, ambapo wengi wanasomea somo hili la wanahabari. Wengi kule nje wanakuwa ni watengenezaji filamu, video editors. Tuko na wanafunzi wengi ambao ni video editors kule nje, na wengine ni wanafanya lighting. Hususan ukiangalia kama kile kipindi cha Ayana ambacho kinaonekana pale Citizen, niko na mwanagenzi pale anajulikana kama Carlos Nchore. Wakati unaona ile majina
ikipanda hivyo utapata jina lake liko pale. Mafunzo hayo yamewawezesha kupata maarifa ya ziada yanayowapa ushindani katika sekta ya habari. Wengi wao wanaamini kuwa ujuzi wa ICT ni nyenzo muhimu katika kujenga taaluma zao za baadaye. Computing and informatics imenisaidia sana since I'm able to know the parts of a camera, able to use it. Like, naweza sema mostly computing and informatics ina based on matters computer na the cameras. So naweza sema nimekuwa much more comprehensive on using the cameras and even the computers. With that, nimesoma pia I have more knowledge on some software like Adobe Audition, the Photoshop, and even the Adobe Premium, which is used in editing, and the other softwares that I want to mention. Wanafunzi wa Fashion and Design chuoni KCNP wamepongeza shule kwa uongezeko wa bidhaa za kutumia kwao. Hii ni kutokana na uwepo wa mashini za kielektroniki zinazopunguza muda mwingi unaotumika masomoni. Ripota wetu Joshua Titus ana mengi zaidi. Mombasa ni mojawapo ya kaunti zenye viwanda vingi vya utengenezaji bidhaa humu nchini, huku Kenya Coast National Polytechnic ikiwa ni chuo cha kiufundi kinachotoa mafunzo ili kuwawezesha wanafunzi kufanya kazi katika viwanda hivi. Hivi leo tumefuzu kutembelea wanafunzi katika taaluma ya Fashion and Design, ambapo wanafunzi hupata mafunzo ya kushona nguo, kupiga pasi na hata kuzindua mitindo mipya. Fashion and Design is an interesting course, and learning in Kenya Coast makes it more interesting because of the equipment. We have enough equipment, we have well-skilled trainers, and more units that expand fashion and design. It's not only about sewing, it's not all about stitching. We have tie and dye, we have pleating. We have a lot of units in fashion and design because the Polytechnic has expanded the course to make it a bigger unit. Fashion and design is a nice course because you can be self-employed. You can learn a lot of skills. You can be a trainer. You can have your own workshop. You can work in industries. If you go, for example, you can work at EPZ. There's overlocking, there's button making, there's a lot of things. Mashine za kisasa zinatumika kuhakikisha kuwa wanafunzi hawajabaki nyuma kiteknolojia. Takriban wanafunzi 100 hupata vyeti vyao kila mwaka baada ya kuhitimu masomo yao. Shule hii imeweza kuhakikisha kuwepo kwa nguvu za umeme ili kupinga changamoto zinazotolewa na ukosefu wa umeme. Nikiripotia runinga ya KenPoly, jina langu ni Joshua Taitaza. Usafi wa mazingira unaendelea kupewa kipaumbele chuoni Kenya Coast. Hatua hii inalengwa kuboresha mazingira ya kujifunza na kukuza afya bora chuoni humo. Mwenzangu Sara Shefo aliweza kukuandalia habari hii kwa kina. Hii ni Kenya Coast. Leo tutasema kijani si mapambo tu, ni kitambulisho, kwani shule inajulikana kwa miti mirefu na ya kuvutia. Magonjwa yamepungua kwani wanafunzi wanaishi kwa mazingira safi na kunywa maji safi. Mazingira hapa shule ni masafi. Wafanyikazi wanajitahidi, wanakuja, wanafanya kazi zao kwa wakati. Wanasafisha upande wa vyoo, wanasafisha vizuri, na pia mazingira upande wa uwanja wanafagia. Usafi wa mazingira unachangia kwa kuwa watoto wanapokaa katika mazingira masafi hawapati magonjwa, hawakohoi, hawaharishi. Ndipo katika area wanapoendelea kusoma wanakaa katika mazingira mazuri. Hapa katika Kenya Coast National Polytechnic ambapo swala la usafi limepatiwa kipaumbele na wanafunzi wameweza kujitahidi pamoja na wafanyikazi kwa kusanya taka na kuweka pamoja, na usafi imesaidia yani katika kusoma kwao, imewasaidia kwa sababu hawapati magonjwa na hata maradhi. Nikiripotia runinga ya KenPoly TV, jina langu ni Sara Shefo. Na michezoni, mwanahabari wetu Joshua Titus aliweza kutembelea jiji kuu la Marekani kutuandalia habari za kombe la dunia.
Na mtazamaji, tuko katika uga wa Boston, mjini Boston nchini Marekani, katika shamra za kombe la dunia kwenye hatua ya robo finali, ambapo Uhispania wamepiga nje Ubelgiji kwa kuwacharaza magoli 2-1, magoli yaliyofungwa na Fabian Ruiz, huku mchezaji Mikel Merino wa Arsenal akiwapigia Uhispania goli la ushindi na goli la Belgiji likipigwa na mchezaji Charles de Ketelaere. Katika michuano mingine, Ufaransa wameweza kuwapiga nje Morocco kwa kuwacharaza magoli 2-0. Na tukisubiria katika hatua ya semifinali, Ufaransa watacheza dhidi ya Uhispania, huku Uingereza wakicheza dhidi ya Argentina ya Lionel Messi wiki ijayo. Na hizo ndizo taarifa za mspoti. Jina langu ni Joshua Titus. Na mtazamaji, kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Jina langu ni Sara Shefo na mtafsiri wetu wa lugha alikuwa Zainab Tabitha. Hatuna budi kuwashukuru wote walioandaa habari hizi, ikiwemo maripota wetu na mwelekezi wetu Benjamin Kinyoda. Mimi nabakia kwa Moses Olo. Kwa heri, alamsiki.